Kuna harufu kama ya hii 600. Sema 600 ya humu ni kwa sababu hizi za mashindano, kwa hiyo kunakuwa na kitu special. Sio sawa na hizi bike zingine. BM hawezi kumkamata huyu. Hii inaenda mpaka speed 300. Hii si racing. Japokuwa unaona kama ni CC 600, lakini injini yake the way walivyoitune ina performance kubwa kuliko GS. GS ni kwa ajili ya adventure. Unaona. Bwana niwekea 20 faster. Yep. Alafu kuna harufu kama kitu kinaungua fulani au? Kiharufu fulani kama kitu cha umeme kinaungua. Shukran. Bwana poa. Bismillah. Nazungumzia ni muhimu sana kwa jamaa kaingia tu bila kuangalia bro. Wanaume ni muhimu sana kujihusisha katika michezo. Kwa hiyo nachotaka kusema ni kwamba michezo iko aina nyingi. Kuna gym unaweza kaenda physically, lakini pia unahitaji kitu kama maana sisi tunaendesha bike. Sport bike ya sasa hizi ni michezo. Kwa hiyo kwa sababu kwanza akili yako 100% akili inakuwa iko kwenye bike. Alafu pia kuna some sort of physical engagement. Yaani mfano mimi nikiendesha bike kama hii mpaka nafika sehemu yaani unakuta jasho linanitoka. Kwa sababu ya uhusikaji wa mwili. Watu wa magari ni wakorofi sana. Ukitaka kujua watu wa magari ni wakorofi, wewe chukua gari yako alafu pita Kigamboni asubuhi kwenye hasa kwenye daraja pale. Utaona wanavyoendesha watu wa magari. Yaani jamaa kishakuwa na Subaru au hizi sio Subaru hizi ni Crown. Bro. Yaani wanabuli barabarani, yaani wanajiona kama men, wana high performance. Gari yenyewe speed 180 tu. Naishi yote.
hapa kuna shule, kwa hiyo mara nyingi unatakiwa makini, kuna watoto wanapita. Hata mimi nikija hapa lazima nipunguze, behave vizuri. Alipita tu na feri. Actually, muda mwingine wa kuendesha ambao unakuwa ni riski kuendesha bike asubuhi na jioni. Nafikiri mostly ni asubuhi. Kama dereva wengi unakuta mtu kachelewa, ana rush, unajikuta judgment zake nyingi barabarani sio nzuri, kwa hiyo anaweza kukata kulia, kushoto. Ni vizuri kama huyo dereva mzuri, unaona anaonyesha intention zake kabisa za kuovertake. Anawake indicator ni sawa. Wengine unakuta kama hivyo, wanakunja tu. Nafikiri kwenye kuovertake haitaki kuvizia, unachotakiwa ni kufanya intention. Sasa yanazungumzia sana watu wa magari, by the way. Pikipiki hizi ni very maneuverable, lakini watu wa gari bro, haitaki kuvizia. Yani wewe take your time, weka intention zako very clear, then overtake. Sasa mtu anavizia kama bajaji bro. Yeah, kwa hiyo nataka kusema tu kwamba sisi kama wanaume tunahitaji some sort of sports, physical sports, michezo inayohusisha moja kwa moja mwili wako ili utoke jasho, ufanye nini. Mtu anasema natafuta hela, wewe ni sport. No, unaweza kumuuliza Profesa Janabi atakwambia. Barabara zetu hizi ndugu yangu, lazima tuwe na subira. Bike yangu nafikiri sio ina ni shock hapo au ni bearing fulani. Mateki basi kama mateki.
kuwa makini kwenye junction. Narudia mara kadhaa, junction ni hizi sehemu makutano ya barabara. Barabara sio nzuri kabisa. Hapo kipande kimekaa muda mrefu sana hiki. Najua serikali iko busy, lakini please guys, do something. Kipande kidogo sana kama mita 50 hivi au mita. Alivyosema junction sio nzuri sana, kwa sababu kuna watu wana take decision hapo, alikuwa anaenda huko ananyamua tu anakata, au kuna sometimes kuna gari inakuja au kuna kitu chochote kinakuja bila wewe kushtukia. Kwa hiyo kuwa makini, it is far better ukachelewa. Kuna msemo wazungu wanasema slow is fast. Yani wanamaanisha sometime kuna mahali inabidi utembee slow kwa ajili ya safety.